Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Karibuni tena wapendwa katika Kristo kwa siku ya leo tena ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yenu. Basi twende pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu leo Mungu amekuletea kitu kikubwa sana kitakachoweza kukupatia mafanikio katika huduma. Amen. Leo Mungu anatamani kuzungumza na maisha yako kwa ajili ya madhabahu, kwa sababu madhabahu ni chanzo cha yeye kudhihirika, lakini pia madhabahu ni chanzo cha yeye kutodhihirika. Kitu kikubwa ambacho Mungu anatamani kuzungumza na maisha yako kwa siku ya leo ni kwamba si kila madhabahu ambayo ni ya kwake. Madhabahu mengine yanatumia jina lake tu, lakini yeye wala hata ayumo. Basi twende pamoja ili mradi tuweze kuona ni madhabahu yapi ambayo Mungu mwenyewe anadhihirika na madhabahu yapi ambayo yeye hawezi hata kudhihirika. Katika majira haya ya mwisho, si kila kinachosemwa kwa sauti ya upako ni sauti ya Mungu. Si kila jina la Yesu linalotamkwa madhabahuni linamwakilisha mwana wa Mungu aliye hai. Wapo wanaosema Yesu, lakini si Yesu wa Biblia. Ni Yesu wa biashara, Yesu wa tamaa, Yesu wa maono yao, si wa mapenzi ya Mungu. Hata ukisoma kitabu cha Mtakatifu Mathayo sura yake ya 7 na mstari wake wa 16, maandiko matakatifu yanasema namna hii: mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Leo tutaangalia jinsi ya kutofautisha madhabahu ya Mungu na madhabahu ya giza, hata kama zote zinamtaja Yesu. Kitu cha kwanza, madhabahu ya Mungu huinua neno, sio miujiza. Madhabahu ya kweli hujengwa juu ya neno la Mungu, si ishara na maono pekee. Huwa na msingi wa maandiko, si hisia na ndoto. Huleta toba, si tamaa. Huinua msalaba wa Kristo, si heshima ya mtumishi. Ukiangalia kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 1 mstari wake wa 18, maandiko matakatifu yananena namna hii: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Madhabahu ya giza yanapenda sana kutabiriana na kuombeana, lakini hakuna mafundisho. Na hata mafundisho yakiwemo ni mafundisho ya juu tu, kwa sababu madhabahu ya giza yamevaa kanzu ya kiroho, lakini ndani yake kuna hila. Wanatumia maombi mengi lakini bila maarifa, unabii mwingi lakini si kweli ya neno. Watu utabiriana kila ibada, lakini hawafundishwi toba, utakatifu au maisha ya Kristo. Lakini siri ya kutokufa, siri ya kutoangamia ni maarifa. Hata ukiangalia kwenye kitabu cha Hosea sura yake ya 4 na mstari wake wa 6, maandiko matakatifu yanazungumza namna hii: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu kwako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Maarifa ni nini? Ni neno la Mungu. Hapa unabii unakuwa biashara na maombi yanageuzwa kuwa kifuniko cha utupu wa mafundisho. Madhabahu ya Mungu yanaibua wana, sio watumwa wa mtumishi. Katika madhabahu ya Mungu, watu wanafundishwa kumjua Yesu, sio kumtegemea nabii.
wanawekwa huru kwa kweli, sio kufungwa na hofu ya laana. Kunakuwa na usimamizi wa Roho wa kweli, si udikteta wa mtumishi wa Mungu. Ukiangalia kwenye kitabu cha Yohana sura yake ya 8 mstari wake wa 32, maandiko matakatifu yananena namna hii: tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Madhabahu ya giza yana ishara, lakini sauti yake ni tofauti. Hawa pia huponya, hutabiri na hutenda miujiza, lakini kwa chanzo kisicho safi. Roho wa uchawi na roho wa pithoni hushiriki madhabahuni. Wanajifanya manabii wa nuru, lakini ni mawakala wa giza. Na si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ukiangalia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura yake ya 11 na mstari wake wa 14 utaona hayo. Madhabahu ya Mungu hujenga tabia ya Kristo ndani ya watu. Hujenga upendo, unyenyekevu, uvumilivu. Hufundisha watu kushinda dhambi, si kuifunika. Huvunja vifungo vya dhambi, si kufunika kwa maneno matamu. Tofauti kubwa ni hii: madhabahu ya Mungu hutengeneza wana wa Mungu, lakini madhabahu ya giza hutengeneza mashabiki wa mtu. Fumbua macho ya kiroho. Usikubali kila maombi. Usikubali kila unabii. Usikubali kila jina la Yesu. Chunguza kwa neno, omba kwa Roho na tazama matunda ya huduma hiyo. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 15 mstari wake wa 13, maandiko matakatifu yananena namna hii: akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni nitaling'oa. Usiogope kupinga giza. Wakati mwingine kumpinga mtu fulani si kumpinga Mungu, lakini ni kuzuia udanganyifu wa Ibilisi. Kuna watu ambao wameng'ang'ania madhabahu yao, hata kama wanajua kuwa haya madhabahu si madhabahu ya kweli. Lakini nina swali kwenu: je, Yesu wako ameunganishwa na jina la madhabahu badala ya jina lake mwenyewe? Majibu yako niandikie kwenye comment, lakini pia fanya maamuzi leo, sio kesho. Kama ujumbe huu umekugusa, bado kuna mengi ya kufunuliwa. Bado kuna mafundisho yatakayofungua macho yako ya kiroho zaidi. Usikose somo lijalo, kwa maana giza linajificha kwenye mwanga, na ni Roho Mtakatifu tu anayeweza kutufunulia. Karibu kwenye safari ya kweli, safari ya nuru, safari ya kumjua Kristo wa kweli. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Mimi ninaitwa Freddy David.